Karibuni tena wahubiri wenzangu. Mimi hupenda ushirika ambao uko na mwelekeo na ushirika ambao hauna kiburi, ushirika ambao hauna kujichanganya. Baina ya wahubiri ama wahubiri, ningetaka niwaanguzie wale wako na tabia kama hizi, wakome kabisa. Ukiwa wewe ni mhubiri, ni lazima ujue wewe ni mchungaji, na mchungaji huwa anachunga kondoo zote na anaelewa zile ambazo zinakuanga na tamaa za kwenda kwa shamba za wenyewe. Anajua vile anavyokaa nazo. Isikuwe wewe unapoombea watu unaombea wale ambao wako na magari, hao ndio unawakaribisha mbele, hao ndio wa maana katika lile kanisa. Hiyo ni chukisho kwa Mungu unavyofanya hivyo. Maana unavyofanya hivyo eti unaombea wale wako na magari kwanza, tena unakujia wa pikipiki, unamalizia na wambaiskeli, mwishowe ni wale wanatembea na miguu. Kusema ukweli, hapo utakuwa umeanguka mtihani na miguu na mikono juu. Ni kwa maana Mungu wetu alikuja kwa sababu yetu sisi wote, na kuna kitu ambacho napendanga kufundisha watu. Mungu wetu ni upendo, na wakati unapofanya hivyo, unapotenganisha watu, unapobagua watu, hebu wewe jiulize, yako ni ya kuelekea wapi? Yako unaelekea wapi? Kama sitaombewa sababu sijui mpaka nikuje baadaye, kwa maana mimi ile design nimekuja nao ni design nyingine. Nimekuja na patipati, nimekuja na mafiraga, yani manguo ya papiraga, yani vitu ambavyo havieleweki. So unakuta katika hiyo hali amufanyi vizuri. Na ningetaka kufundisha ili neno, wewe mhubiri ambaye umeinuka zaidi. Maandiko inasema mwenye anaona ameinuka zaidi achunge sana, maana hapo ndipo mwanzo wake wa kuanguka. Sijui kama tunaenda pamoja. Wakati unapojiona sasa umeinuka zaidi, hapo ndipo mwanzo wako wa kuanguka unaanzanga. Ukiona umeanza hizi vituko ambazo ninakuhesabia saa hii, kama uko na kalamu uiandike mahali. Ukiona umeanza vituko vya kujua washirika wamefika wangapi, ukiona uko na hizo vituko na hiyo roho imeanza kuingia ndani yako, enda uombe na ukemee hiyo roho, maana washirika ni wa Mungu, sio wako. Number 2, ukianza kuona umeanza kuchunguza ni kina nani wanatoanga fungu la 10 na wale hawatoi, jua unaelekea mahali pambaya. Hiyo ni signal. Hiyo ni signal ya kukuonesha uko katika hatari. Anytime unaweza ukakosi accident, unaweza ukafanya ajali wakati wowote. Number 3, ukiona uko na roho ya kubagua watu, ya kuanza kutenganisha viti, kusema hawa wako pande hii na hawa wako pande hii, jua sasa ndege yako iko katika mawingu. Inaweza anguka wakati wowote, inaweza gonga mlima na itumbukie mahali patupu, na pasirogotwe hata abiria mmoja.
Kwa sababu hizo vitu nimekuambia 3 ndizo zinafanyanga mhubiri aanguke na miguu na mikono pamoja, na ainue mikono juu. Umekuona mtu ameanguka ameinua miguu na mikono juu, ni mtu ambaye yuko na hizo tabia 3 nimekuhesabia. Mhubiri mzuri hata atakangi kujua ni nani hajatoa na ni nani ametoa. Yeye uwaombea washirika wake wale wako pale neema ya Mungu na neema ya mafanikio kwa kila mmoja. Yeye hakuangi na hizi tabia za wale wako na 500 wakuje mbele, ama wale wako na 200, wale wako na 1000 watangulie. Hiyo ni roho ya ngeazi. Wacheni niwaambie ukweli, tusemezane ukweli. Unipende unichukie, huo ndio ukweli wa Mungu. Ukweli wa Mungu ni kana kwamba wale wote wako na kiu. Kondoo wote walio na kiu waingie katika maji, wayanywe maji yale ambayo Bwana wa majeshi amechimba kizima. Lakini ukiona umeanza kubagua, eti hawa watakunywa baada ya masaa mawili, au wengine nao wachana nao watakunywa kesho, ujue mtu wangu, acha nikuite mtu wangu, mambo yako imeanza kusambaratika. Hapo ndipo unaonanga kiti cha mwisho hakina mtu, viti vimeanza kuwekwa kwa kona, hakuna washirika. Kwa sababu ya nini? Umeanza kuingilia mambo ya sadaka, umeanza kuangalia nani ametoa na yule hajatoa. Kazi ya mchungaji ni kujua yule hajakuja na ni nini ambayo imefanya asije katika ibada. Hiyo ndiyo kazi ya mchungaji peke yake. Hiyo ndiyo Mungu amemruhusu. Maandiko inasema ukiwa na kondoo 999 utaenda kumtafuta huyo mmoja na utaachana na wale wengine. Lakini mambo ya kuangalia yule ametoa na yule hajatoa, hiyo sio kazi yako. Hiyo ni kazi ya Mungu mwenyewe. Yeye ndiye anajua vile anavyobariki watu wake, jinsi wanavyotoa. Biblia inasema Kaini na Habili walitoa. Mungu mwenyewe alijua yule ametoa sadaka ambayo ya kumpendeza na yule hajatoa na moyo mkunjufu na moyo safi. Na labda yule yule kiongozi ama yule nabii ama yule mchungaji alikuwa pale katika ile hekalu, maana kuna mahali alitoa. Huenda hakujua ni nani hajamfurahisha Mungu, lakini Mungu mwenyewe alijua ni nani ambaye ametoa dhabihu ambaye iko na harufu nzuri. Mungu mwenyewe alijua ni nani ambaye alitoa sadaka ya harufu nzuri inayompendeza, na alijua yule alicheza na madhabahu. Alijua tu. Tuache kufanya kazi ambaye sio yetu. Hiyo kazi ya huyu hajatoa, huyu hatuangi fungu la 10. Nani amekupea hiyo kazi we mchungaji? Eti niandikiange vile watu wametoa sijui nini. Unajua unafanya kazi ambayo sio yako. Hiyo sio kazi yako. Kazi yako ni kujua mama Wanjiru ama mama Wamboi ama mama Onyango sijamuona wiki 2. Ni nini ambacho kinaweza kuwa kimempata? Unaambatana na wazee wa kanisa, munaenda kuangalia ni nini ambacho labda amekuwa mgonjwa, ama labda ako na udhaifu wa fulani, kitu fulani, ama labda ako na shida fulani, amelemewa, mnamsupport. Lakini mambo ya kuangalia sijui nini ametoa nani hajatoa, hiyo ndio imeleta utengamano katika makanisa. Unakuta fulani akiwa mgonjwa aendi kuangaliwa, aendi kutembelewa.
Lakini kuna yule akipatwa na homa mnalazimishwa nyinyi wote muende mpaka na wajukuu wote. Lakini mkisikia fulani amegonjeka mnasema Mungu atamponya tu. Lakini kuna yule akilete issue yake meshungulikiwa haraka sana, kwa maana yeye munaangalianga katika vitabu mnaona anatoanga, si yeye ni mtoanji sana, huyo tunaenda kumwangalia. Tuachaneni na umbaguzi na tuachane na kazi ambazo zio zetu. Mchungaji ukibagua washirika, mimi nakutangazia ukweli, afadhali uende nyumbani ukalishe mbuzi. Hakuna kazi utakuja kule. Hakuna kazi unalipwa na Mungu. Unajilipa mwenyewe. Kwa maana hiyo kazi umeweka ni kama hata hoteli iko afadhali. Tusemezane ukweli. Afadhali uende utafute kibanda ya mboga, uweke sukuma ukatakate, upate pesa. Kwa maana ile kazi unafanya ni biashara. Tuachane na kazi ya Mungu. Mungu anajua yule ambaye vile watu wanatoa, yule ametoa na yule ametoa kwa kupenda, yule ametoa kwa kulazimishwa, anajua tu. Lakini sisi tunahukumiana. Fulani atoangi fungu la 10, sijui hata hajatoa sadaka leo, hata sijui nini. Kwa hivyo hiyo ni kumaanisha umeweka nini hoteli. Hata hoteli iko afadhali. Hiyo ni onyo kwa wale ambao wako na hizi tabia. Ndio naona tumefika level wengine. Kuna wengine nilisikia nao, nilikutana na mshirika mwingine, na kama ni mshirika wako urekebishe hiyo tabia. Wanga tunaongeanga huku nje, usifikirie ni wewe unajua peke yako. Eti wewe unakopa mshirika wako 8,000 na unajua hiyo ni pesa ya kukopa, umemkopa. Hiyo sio sadaka ametoa. Hebu nisikilizeni. Wewe unaenda unakopa mshirika 8,000. Unaenda unaweka biashara yako inaongezeka. Wakati mshirika anakuja kudai pesa ama kukuitisha ile pesa, unasema nitakulaani. Najua mimi ni mtumishi wa Mungu. Najua mimi ni mchungaji. Naweza tamuka neno. Sasa utatamukia neno pesa ya wenyewe. Si ulipe pesa wenyewe. Hiyo ni ujinga ama ni ufumbavu ama ni werevu. Wewe umekopa pesa ya wenyewe. Hutaki kulipa pesa ya mshirika sababu wewe ni mchungaji. Mimi nataka tuzungumze hii tuelewane. Na wale wanasikia hii habari wasambazie wenzao. Wale wako na tabia kama hizi wakome kabisa. Huwezi kwenda kukopa mshirika pesa na wakati ambapo anakuja kuitisha ile pesa, wakati umemwambia utamlipa, unaanza kumtishia. Najua anaweza tamka neno sijui nini. Mama ameenda amechukua pesa ya chama, amekukopea pesa kwa chama, alafu unakuja kuanza unjinga kumwambia utatamka neno. Sasa hiyo neno lako ni la nani? Ni lako ama ni la Mungu? Wachane na hizi tabia. Hizi tabia zimefanya hata wale hawamjui Mungu wamkatae Mungu na waseme hawatapokea Mungu sababu yenu. Sababu mtu wengi watasema kama kanisa liko hivyo, afadhali nikae bila kwenda kanisani. Hata afadhali hiyo mtu anasema sababu anasema anataka kujua ukweli, anataka mahali ambapo panaabudiwa Mungu kwa roho na kweli. Akiangalia ukweli hakuna. Hiyo kitu iliniuma sana. Eti unaanza kutamkia mshirika, unasema ushindwe sana mfululizo kwanza. Na ujichunguze hiyo neno lako umetoa wapi? Huo wito wako umetoa wapi? Eti unasema utamtamkia neno. Neno ni utamtamkia neno kwa sababu ya pesa yake. Si umlipe pesa yake mmalizane. Lakini sasa umeanza mpaka hata umefanya wengine wasiamini neno kwa sababu yake. Unakopa. Hiyo tabia ya kukopa washirika. Kama kanisa haiwezi ikajilipa, wachana nao. Funga uende nyumbani ukalishe kondoo. Kwa maana hatuwezi tukakaa maisha ya namna hiyo kutuaibisha katika madhabahu. Kama kanisa imekushinda, kama kanisa ina washirika wanaweza kulipa hiyo nyumba umekomboa,
Punguza room kama umechukua 3. Umechukua 3 za nini? Hiyo ya 3 ni ya kazi gani? Na ilipiki ndio unalazimisha watu kulipa na hata hii 2 imewashinda. Waweke katika ile kiwango wanaweza, na uombe Mungu atakuletea wengine waongezeke, upanue nyumba ikuwe kubwa. Washirika ndio wanalipa nyumba, sio wewe unaenda kukopa mshirika pesa ulipe nyumba. Hiyo ni aibu na ni tabia mbaya, tabia mbovu. Ninawakanya wale watu wale wako na hii tabia. Kama washirika wale uko nao hawawezi kulipa nyumba, funga uende nyumbani. Muulize Mungu, yeye ndiye alikuita ama wewe ndiye ulijiita? Kwa maana Mungu analeta watu, anakupea kulingana na uweza wako. Hawezi akakupea pesa ikuue, na hawezi akakupea shida ikuue. Mambo ni mawili, nasemanga hivyo. Mungu anakupeanga ana allow situation, anakumbali mapito yako kulingana na vile ile level huko, ama ile sehemu huko, wakati mali upo. Acha nitumie hiyo njia. Wakorintho wanasema sitawaacha mjaribiwe kuliko uwezo wenu, au utajaribiwa kuliko uwezo wako. Na hata kama jaribu litakuja, nitakutafutia njia ya kupitia. Ni Mungu amesema ama ni mimi nimesema? Lakini usijipee shida, hii nitapitia kwa dirisha ama nitapitia wapi? Mungu anasema nitakutafutia njia ya kupitia kama jaribu litakuja, maana sitakubali mjaribiwe kuliko uwezo wako. Wakorintho wa kwanza 10:13. Nenda ukasome. Sitawaacha mjaribiwe kuliko uwezo wenu. Ili hali jaribu litakuja katika kawaida ya wanadamu, lakini hata likija nitakutafutia njia ya kupitia. Wewe ukiona mtu anajiforce, ujue hiyo jaribu sio lake. Mimi nakuambia ukweli. Mungu anakupeanga mambo inakujanga, Mungu anatengeneza njia. Hata kama mambo yamesindikana kwako, unaonanga ametengeneza njia ya kupitia. Na kama hajatengeneza njia, uliza Mungu maswali. Wewe ndio umeacha njia zake ama Mungu amekuacha? Ama ni nini ambacho unafanya ambacho Mungu afurahishwi nayo? Kwa maana anasema nitatafuta. Na ni kweli Mungu anatanganyangi. Hawezi akadanganya hata dakika moja. Kile ambacho amekuambia lazima atimize. Mungu sio mwanadamu. Hakika akikwambia kitu lazima atende. Anasema, enyi wanangu, hamtajaribiwa kuliko uweza wenu. Hata kama majaribu yatakuja yalivyo kawaida ya wanadamu. Yaani yalivyo tu kawaida ya wanadamu. Bali jaribu linapokuja nitakupatia njia. So tusijiforce. Wende ukomboe nyumba ya 50,000, upatie washirika mzigo, uanze kukopa wengine unawalaani. Sasa hiyo ni injili ya nani? Ama ni ya mama yako? Wewe nenda utafute kile ambacho Mungu amekuelekeza ufanye. Usijifanye vitu zingine ambazo vituko zako. Maana ukifanya vituko zako, vituko zitakutia aibu na watakutangaza huko mijini. Wataeneza hiyo habari. Unasikia vile nakwambia? Wale ambao mnafanya hizo vitu, hizo matabia za kukopa washirika pesa, mkome kuanzia leo. Kwa maana zinawatia aibu. Zinawatia aibu nyinyi. Zinawatia aibu. Nenda utafute kanyumba. Sema kanyumba. Mungu asemangi eti atabariki watu wengi ama atatembelea watu wengi ama atazungumzia watu wengi. Hata mkiwa watatu na mumanenji kulipa hiyo karumu mnaombea, Mungu bado atatukuzwa. Sio kumaanisha hata inuliwa kwa maana eti mko katika kanyumba kadogo. Mungu anasema walipo watatu kwa sababu yangu, nipo katikati yao. Mimi Mungu nipo katikati yao. Nipo katikati yao. Na
kama yeye anadhihirisha yuko katikati yetu tukiwa watatu, wewe unataka kumforce, unataka kumforce anje tukiwa wengi. Wacheni kupatia washirika mizigo. Kila mtu ako na mzigo wa kwake. Tukianza kulipa nyumba zetu hatutalipa, tutafungiwa na tutakuja kulala kanisani sisi wote. Kwa hivyo ni tujue jinsi ya kufanya na tuulize Mungu vile ambavyo tutafanya, kwa maana tukiwa katika hii mwelekeo wa kuuliza Mungu maswali, kuuliza Mungu maswali, na Mungu ataweza kutuelekeza jinsi ya kufanya. Tuache kupea washirika mizigo, wanaumia, wamebeba, wako na watoto wanasomesha, wako na mambo mingi. Nimekuambia kama ile Zandaka haiwezi lipa nyumba, tafuta kanyumba ambako unaweza lipa, wanaweza kulipa wote, na wataenda hivi waongezeke. Wakiongezeka 5 unapanua kanyumba, wakiongezeka mnanunua mabati, mnapanua, mnaongeza, na mtakuta hii mambo haiendangi na kifua vile tu watu wengi. Ile inamaliza watu ni sifa. Unataka kuwa na sifa, unataka kuwa na kanisa watu wengi, unataka kuwa wewe ndio unajulikana katika kijiji, wewe ndio unawika. Kushindana, nimesema mashindano hakuna mahali yatatupeleka. Hata kama umeona jirani yako akona kanisa ya watu milioni 5 si kumaanisha Mungu hajakubariki. Mahali alianzia, nenda umuulize, atakuambia walianzia na mke wake wakiwa wawili na watoto wake. Hiyo unataka tu kuinuka tu kulazimisha watu kufaa kiatu ambayo hawawezi toshea. Hiyo tukome na tuachane na hiyo tabia. Mungu atubariki na atupe mwelekeo. Mimi la kusema nikimaliza, tukirekebisha tabia na tuachane na vituko kama hizo nimekuelezea, hakika tutaenda mbali. Tutaenda mbali sana, tutaenda mbali. Neema ya Mungu itatutosha na itatuongoza ukweli. Kwa hivyo mimi nimemaliza, na nikimaliza kama hiyo neno imekubariki, uweze kushare, uweze kulike na uweze kucomment, na Mungu wa baraka atakubariki. Kwa hivyo sina mengi ya kusema, mimi nimemaliza. Mungu awabariki na wainue katika jina la Yesu Kristo. Tumemaliza. Shalom.